Bwana mambo vipi? Jina langu naitwa Rahim Lai, RAHEEM unaweza kunita Ral Square LDZ Super MRC Controller. Ni kukaribishe tena katika show za Rai TV. Leo niko na moja kati ya watu ambao wanaufanya mziki wa singeli kwa uzuri wake, wanakuja kwa kasi fulani hivi ya kimbunga. Jamaa aliwahi kutrend, aliwahi kutamba na moja kati ya wimbo ambao ulifanya vizuri, wimbo wa Nenda Mwambie, na leo amekuja tena Rai TV. Mimi nadhani atakuwa ana jambo. Unaweza kumuita Ibra Khan, my main, all the way kutokea Mbagala, na leo ni naye kwenye exclusive interview hapa Rai TV. Ibra Khan, welcome to the show bro. Mambo vipi? Fresh brother. Kama kawaida. Za masiku ndugu yangu. Da fresh tu. Naona shavu dodo. Da alhamdulillah. Mungu ana bless. Yeah, Mungu anajalia. Siku nyingi kitambo kidogo tangu utoe Nenda Mwambie, wimbo ambao umefanya vizuri kwenye digital platform, lakini pia mtaani ngoma imetembea mikoani, sisi watu wa kusafiri tunajua, lakini ukimya ukawa mwingi sana na watu wamekumisi Ibra. Yaani siri hasa ya ukimya ule ni nini? Pale nilikuwa kimya kidogo, kuna vitu ambavyo nilikuwa bado naviweka sawa. Kuna changamoto ambazo nilikutana nazo, lakini sasa hivi nashukuru Mungu zimeisha. Kwa sasa hivi nimerudi tena na sasa hivi na ngoma mpya ambayo nimeiachia juzi kati tu hapa. Ndio inafanya fresh sasa hivi, naitwa Mwagilia Moyo. Inaitwa Mwagilia Moyo. Watu wamwagilie moyo uongo? Kumwagilia moyo ukiwa na maana kwamba watu wafurahi au kumwagilia moyo? Yaani watu wafurahi, kwamba wasifagilie sana mapenzi, wafurahi tu, yani kwamba wakiwa wao wenyewe. Mapenzi hapo tu. Mapenzi hapo tu. Ni ngoma ambayo umeandika mwenyewe? Nimekaa mwenyewe nikaiandika na nikaweza kuifanya vizuri. Na umeifanya katika studio zipi? Usiwaze Music. Usiwaze Music wapi hiyo? Ipo Kongoe, lakini mixing amefanya Music, yupo Sinza. Yuko Sinza. Ngoma fulani hivi ambayo mtu akisikiliza lazima aelewe kwamba huyu Ibra Khan uongo. Ni ngoma ambayo kiukweli kimtaani imefanya vizuri sana na imepokelewa vizuri, tofauti na ngoma zingine ambazo niliwahi kuzifanya before. Kwa mtu ambaye hajawahi kuisikia ngoma hiyo ya Mwagilia Moyo, tunatakiwa tufanyaje ili tukausikilize wimbo huo wa Mwagilia Moyo ambao mimi nimeusikia, lakini kwa mtu ambaye hajausikia bado tunafanyaje kuusikia? Kwa mtu ambaye bado hajapata nafasi ya kusikiliza kama hiyo Mwagilia Moyo, aende tu YouTube, andike Ibra Khan Mwagilia Moyo, ataiona pale. Ni ngoma ambayo kiukweli akisikiliza lazima itampa hamasa fulani na kuna kitu pale cha kujifunza. Hivi ushikaji na Mohamed Mudi msanii bado kwa sababu nakumbuka pia back in days nimeanza kukufahamu, uliwahi kuimba wimbo na bwana Mudi msanii. Vipi ushikaji kapo, ilikuwa kazi tu mmefanya afu kila mtu ana mambo yake sasa hivi na nini? Mudi msanii sio tu mshikaji. Mudi msanii kwangu mimi ni kama brother yangu, kwa sababu Mudi msanii na mheshimu, na pia nashukuru Mungu yeye mwenyewe pia ananiheshimu. Kwa mpaka dakika hii bado tuna ushikaji, afu yani ni kama ndugu sasa hivi, sio ushikaji tena. Na kwa namna ambavyo umemdescribe Mohamed, it means Mudi msanii, it means ni mtu ambaye ni moja kati ya watu ambao labda unawasikiliza hivi. Kuna vitu ambavyo unajifunza kutoka kwake, labda ukiwa unamsikiliza unamuishi maisha yake Mohamed au Mudi msanii kwa namna yoyote ile? Najifundisha vitu vingi sana kutoka kwake Mudi msanii, kwa sababu ni mtu ambaye hata nikiwa naye ananipitisha zile njia ambazo ni sahihi. Ananishauri vitu vingi na ananielekeza vitu vingi na mimi navifuata vile. Ndio maana sasa hivi kidogo speed yangu imekuwa ni kubwa, ni kutokana na ushauri wake yeye na mawazo yake yeye. Tufanye reward kidogo, hasa mziki huu kwako wewe ulianza kufanya katika wakati gani hasa? Wengine wanasemaga bwana mimi since niko shule nafanya na nini, lakini Ibra Khan lini hasa ndio akaona mimi nataka nifanye mziki bwana na naweza kufanya mziki? Mziki mimi nilikuwa na kipaji cha mziki tangu nikiwa shule, lakini nilipokuwa shule sikuwahi kupata bahati ya kurekodi. Mimi nimekulia Mwanza. Kwa baada ya kuja Dar es Salaam ndo nikapata nafasi saa rasmi ya kuingia studio na kuanza kufanya kazi kama hivi ambavyo unavyoona. Katika ngoma ambazo umerekodi, ambazo hata mtu akisema yani it means una ngoma ngapi ambazo mpaka sasa hivi umezirekodi? Ngoma ambazo unajua hii ngoma imerekodiwa, imetolewa, imeenda kidogo, ziko kama ngapi? Mpaka dakika hii na nyimbo 4 ambazo umeshazirekodi na umeshazitoa. 4. Video 2, audio 2. Video ni katika hizo video 2, moja ni ile ambayo umefanya na Mudi msanii. Mudi msanii tukamshirikisha na Tini White. Tini White kwenye video. Wimbo kwa unaitwaje? Ulikuwa unatoa Dada Temeke. Dada Temeke, dada fani hivi kwa machepele sana. Machepele sana.
Hivi ni vitu gani hasa muhimu ambavyo wewe unavizingatia sana wakati unaandika mashairi yako ama unataka kuandaa kitu? Ni vitu gani ambavyo mara nyingi wewe unavizingatia zaidi alafu ndo unarudi kwenye kalamu na karatasi? Mimi cha kwanza huwa naangalia maisha ya watu. Naangalia kwanza watu wanataka nini mtaani, na mtaani kuna kitu gani ambacho kinaendelea. Nikichagundua hivyo ndo nakaa chini nachukua pena karatasi naanza kuandika. Na kiukweli nyimbo zangu ni nyimbo ambazo huwa zinalenga sana maisha ya mitaani, ndio maana watu wengi mtaani kwangu kule wananikubali sana. Wanazipenda nyimbo. Mimi nimekuwa kwenye muziki, nimeishi kwenye muziki kidogo kwa muda fulani, na kama miaka 8, 9, 10, 7 hivi nikiwa kwenye industry, kwa maana kwamba nauishi muziki. Muziki una vitu vingi, una changamoto, una mambo mengi tu. Kwako wewe, changamoto ambazo najua ziko nyingi, ila chache kabisa 2, 3 ambazo labda kwa mabrother ambao wamekutangulia, labda Mamedi House, whatever it is, changamoto 2, 3 ambazo unahisi kwako kidogo zinakufanya uchelewe kufika pale ambako unapopataka, Ibra? Changamoto kama ulivyosema zipo nyingi sana. Tatizo watu walokutangulia, unapomfuata mtu ambaye, yani mfano mimi ambaye nipo hali ya chini sana, nikimfuata mtu ambaye tayari kashafanikiwa kwa lengo la kunisaidia, lazima hapa mbele aniwekee ukuta ambao mimi unakuwa ni cost. Yani kuna vitu ambavyo mtu anakuambia ambavyo anajua kabisa kwamba mimi sina uwezo navyo hivyo vitu. Michele, mtu anaweza akakwambia nini sasa? Akwambia mfuate Sinza au nini? Vitu gani ambavyo mtu akikwambia unaona kabisa hapa blaza bwana anikataa hapa kiutu uzima? Mara nyingi ni upande wa pesa. Yani mtu anakuambia pesa ambayo ipo nje ya uwezo wangu mimi. Kwa mfano, hata kama usipotutajia huyo msanii, labda nani ambaye msanii ambaye usitutajie, lakini msanii ambaye alikuvunja moyo kwa kukutajia mchele fulani mwingi hivi kwa upande wako akaona yani mimi. Kuna msanii mmoja hivi siwezi nikamtaja, nishawahi kumcheki nikamwambia bro, mimi nakubali sana ngoma zako, naomba nifanye na wewe nyimbo moja tu, unibless. Ile ambayo yeye alinitajia mimi nikwamba huyo kanikomoa. Kwa shilingi ngapi? 400,000. Kwa 400,000 kwetu sisi watu wa Singeli sio kweli, uongo. 400,000 kwa muziki wetu sisi wa Singeli sio kweli. Wewe kwa mfano mtu akikwambia bei gani hivi inaweza ikawa utawala ukapambana ukaipata ukafanya bila wasiwasi wote? Mtu akisema kama 100,000, 80,000 inakuwa ndani ya uwezo wangu, lakini sio 400,000. Labda umpe jiwe, yani umpe 100 afu ile nauli nini kula kwako fresh. Hapo naweza nikajitahidi nikafanya naye. Sio maswala 400. 400 parefu sana. Wanaua beni. Bwana wewe anaitwa Ibra Kani, maswala ya mitonyo, chapati, mwanangu Mtasha anakuambia anazitaga chapati. Kidogo zinakuwa usumbufu. Lai nataka nifanye collab. Wewe unajiwe 4 inakuwa kidogo ile watu watoka nduki. Anaitwa Ibra Kani bwana, mimi naitwa Rahim Lai. Tunaye bado ndugu yetu kwenye exclusive interviews tunaifanya hapa Lai TV. Hii ni TV ya kila mmoja. Sisi huwa tu deals na big names. Sisi tunafanya na watu wote, either umekuwa mkubwa au umekuwa mdogo, unaimba muziki, unaigiza, unachora, whatever it is, unauza nguo kama mwanangu Kanabino outfit, sisi tunafanya kwa sababu ndo maisha yetu kusupport. Hata sisi tunasupportiwa kwa sababu tumetoka mbali. Tulipotoka sisi wenyewe tunapafahamu. Tushaulizwa sana bei za, wewe unataka kumuinterview msanii anakuambia una 200,000. Kwa hiyo ni watu ambao tunapambana, tunajua hustle na vitu vingine kama hizo. Nyuma kamera my brother Paul Mtasha OG, sisi tunaendelea. Ibra umeniambia changamoto, lakini pia kwenye changamoto kuna vitu vingine ambavyo vinakuwa mseleleko. Hebu niambie vitu mseleleko, yani vitu ambavyo ukiwa msanii kidogo kwa mbali vinakuwa kama vina auheni hivi. Katika tasnia hii ya muziki, kitu ambacho mimi nimejifunza cha kwanza, wanangu mimi wananikubali sana. Kwa hiyo kupitia kazi yangu mimi ya muziki ambayo mimi nayoifanya, kuna baadhi ya vitu vimefunguka kutoka kwa wanangu. Kwa hata nikitaka kwenda kurekodi muda mwingine napata urahisi kwa sababu naongea na wanangu, wananichangia, naenda studio na rekodi ngoma kali. Yaani huo ndo mseleko kwa upande wangu mimi, kwa sababu mpaka dakika hii nina mwanangu ambaye sasa hivi ndo ananisupport, wanangu na manager Domi na Msigwa Kesi na my brother Lai mwenyewe pia ananisupport kwa kiasi fulani. Kwa hiyo nashukuru Mungu. Na Kanabino ongo. Na Kanabino outfit Starboy Mawe. Sasa na pia nipo na mwanangu DJ Nyau, ndo mtu ambaye yupo mbele sana kunisimamia katika masuala yani ya show na beat. DJ Nyau. Umetaja hapo, umeshout out sana, lakini kuna kitu bado mimi yani katika hiyo meseleleko hapo piskali nini zile, Ibra nakubali hivyo, wale vipi bado?
Na wale pale wapo So sana. lakini sio sana. Kawaida bado yani bado kuna vitu bado. Endelea kufanya kazi. Tuendelee tu kufanya kazi na imani watakuja tu. Sawa bwana. Sasa ikatokea leo Lai ama wakaungana pale Lai Kanabino au sio bwana DJ Nyau na washikaji zako ambao wanakuadmire tukakupa kazi bana Ibrahim. Kuna wasanii hapa, kuna Mudi msanii ushafanya naye, kuna Meja Kunta, kuna D-Voice, kuna Kinata, kuna Msagasumu hapa, kuna Manifongo hapa. Na D-Voice sio nimemtaja. Tukwambie wewe sasa bwana, mchagua mtu yote hapo, tuforce sisi tupambane. Tumpe atakachokitaka ufanye naye wewe chap hapo, nichagulie kama wawili hivi ambao una utabless. Bro, hebu huyu na huyu hapa tuforce naye. Yani hapo wote hao ambao umewataja ni wasanii ambao wako moto sana. Na wanafanya vizuri, kila mtu kwa nafasi yake. Na wote na wish sana kufanya nao kazi. Kwa hiyo kusema kwamba nichague mtu wa kufanya naye, unakuwa ni mtihani mkubwa kwa sababu wote mimi nawakubali, ni brother zangu ambao wamenitangulia. Na wish yani kuna ule unamkubali sana mtu. Yani wote nawakubali. Yani kweli wote wako moto, nawakubali sana. Unaogopa ambao mimi nawaangalia sana. Usiogope. Sisi Zolama tumezoea. Wewe chagua tu, nichagulie bwana huyu hapa tunaua. Yani bro hapo wote mimi nawakubali. Sasa ukitaka 400 wote si ndo maduka yenyewe tunafunga. Haya bana, mimi nimefurahi na kwa sababu hii ni Light TV na hapa watu wengi wanapita wanatazama. Waambie jambo lolote tu ambalo wakae wasubiri, labda video nini kuhusiana na project yako mpya, even 1 minute. Baada ya hii Mwagilia Moyo audio tayari tushaitoa. Kwa hiyo mpaka dakika tupo kwenye mipango ya video. Video nice soon itatoka. Kwa baada ya Mwagilia Moyo pia video kuna nyimbo nyingine ambayo nishaiandika tayari na nisharekodi ipo ndani, inaitwa Sina Muda Huo. Mashabiki wategemee muda wote tunaileta tena kwao. Yani una muda huo kusubiri tena kutoa vitu tu. Alafu hapo ngoma ambayo kali sana nimezungumzia kuhusu mapenzi, yani na imani wataipenda pia. Alafu hapo tushikilie hapo kwenye video hapo kwenye Mwagilia Moyo. Mwagilia Moyo ni wimbo mzuri sana, mimi nimeusikiza. Wasanii wengi wa Singeli mnazingua sana kwenye video. Wimbo unakuwa mkubwa lakini video inakuwa miusho. Alafu sasa hivi maisha ni video. Umejipanga hapo kwenye kipande hicho kwamba wewe hasaki kuangusha kwenye video. Kuhusu video ya Mwagilia Moyo, kusema ukweli ni video ambayo tumejipanga kwa muda mrefu. Kwa hiyo hata tukija tukaifanya lazima itakuwa kubwa tu kwa sababu kwanza tunafanya na director mkubwa, pia tuna watu. Kwa hiyo video itakuwa ni kali sana. Watu wategemea kitu kizuri. Bana hapa watu wanaweza wakanipunguza vyeo kidogo. Mwagilia Moyo watu Embu unajua wimbo una lines nyingi. Mimi nipe hata line 2-3 ambazo kwako wewe unasema hapa kwenye Mwagilia Moyo mimi nilikaa nikaandika jamani. Hata 2-3. Hapo una maana kwamba niimbe. Wimba kidogo. Sasa nimeamua mapenzi basi siapi nafasi, mwendo akupati kumwagilia moyo. Bora kumwagilia moyo. Wacha nimwagilie moyo. Ibrakan uongo. Ibrakan. Sisi tunataka tuondoke hapa, maneno mawili tu nataka tuondoke. Cha kuambia watu kwamba wanifollow katika page yangu ya Instagram, natumia Ibra_Kan_TZ, Facebook natumia Ibrakani, TikTok natumia Ibrakani, YouTube Ibrakani official. Ende pale wakanisubscribe, kulike, kushare na kucomment pia. Bwana sisi tumemaliza. Nilikuwa na ndugu yangu Ibrakan nyuma ya kamera, my brother since day one, Mtasha OG. Jina langu naitwa Rahim Lai, RAHWEMLAI, unaweza kuniita Ral Square, @DZDA Super MRC controller, the world holding midfielder of all time. Ni mtu ambaye mimi napiga miguu yote tu, sichagui sibagui mimi. Hata kama unauza kuku fresh, si tunaishi tu. Sitaki majina makubwa sio nini, tunaishi. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike, comment pia Light TV kwa sababu vitu vizuri vinakuja kupitia hapa. Au sio mwanangu? Ishi nayo hiyo. Mwanamke usimwamini sana bwana, anaweza akakuunga mkono ili akuvunjie mguu. One love.